Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaelewa manabii, mashule ya manabii ilikuwa wapi. Sasa tunaweza kujua kwamba huyo mama alikuwa sehemu fulani. Therefore we know that this widow maybe she lived in one of the cities. That's ile city ambazo ama zile cities ambazo manabii ama shule ya manabii ilikuwa sehemu moja, Bethel, Gilgal and Jericho. Hizo ndizo sehemu tatu tunaposoma church history, tunaona mahali ambapo kulikuwa shule ya manabii. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa mahali ambapo nimesoma, mama amepaki mjane na shida, maji alimepaki mjane, shida ikaongezeka juu ya shida. Sasa amepaki ana mume, shida moja, anaumia ana mume. Na sasa shida nyingine imekuja juu yake kwamba licha kwamba ana mume, lakini pia ako na deni kubwa ambayo imempokonya watoto wake wawili. Alipoangalia kaona sasa uchungu wake itazidi kukua. Ni kama angejiita Mara, kama yule Naomi angejiita Mara, kwa sababu uchungu inaenda kuongezeka. Kitu kimoja kagundua kwamba kuna mtumishi wa Mungu. Na unapogundua kwamba kuna mtumishi wa Mungu, inamaanisha kuna pia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kuzungumza in our message today. I want to talk about the service to God is our victory. The service to God is our victory. Huduma tunayopeana kwa Mungu ni ushindi kwetu. Bwana Yesu asifiwe. That is the topic of today. The service to God is our victory. Ule huduma ambao unapeana mbele za Bwana ni ushindi kwako. Katika hiyo hali, I came up with a point. Nilikuja na pointi moja ambayo ama points ambazo ningependa niweze kuzungumzia kwamba our testimony of serving God, our testimony of serving God must be evident. Yaani ushuhuda wetu wa kumtumikia Mungu lazima udhihirike wazi. When I talk about evident, ili inakuja kwa mawazo yako. Evident, yaani kitu ambacho kinadhihirika. Evident is like something which is obviously true by just an observation. Yaani ukiangalia from a certain definition, something which is obvious. Katika huduma yako mbele za Bwana, lazima ushuhuda uonekane, uwe dhahiri. Ushuhuda mbele za Mungu uwe dhahiri kwamba umetumika na unatumika. Bwana Yesu asifiwe. Maana huyo mama, when you read it from verse 1, this is woman, huyo mama ameenda kwa mtumishi wa Mungu akamwambia, as you know, anasema hivi from verse 1, basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake wa wanafunzi wa manabii akamwendea Elisha akamwambia, mtumishi wako mume wangu amefariki, na kama ujuavyo alikuwa mcha Mungu. Bwana asifiwe. Ushuhuda ambao umedhihirika wazi. Anamwambia mtumishi wa Mungu ambaye ni nabii, ambaye anaelewa, uende kumficha, maana Mungu anamfunulia. Anamwambia kwamba mtumishi wako ambaye ni mume wangu amefariki, na vile ujuavyo alikuwa mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hapa anaanza kumwelezea shida kwamba I had my husband, all we have debts. Tulikuwa na maneno na yule ambaye mume wangu alikuwa madeni yake, amekuja kuwatoa wanao, amekuja kuwachukua wanangu waweze kuwa wafanyikazi wake, waweze kuwa watumishi wake.
wawili wawe watumwa. Natumia jina watumwa. Mtumwa ni mtu ambaye ana nguvu. Ningependa kusoma kitabu cha Proverbs chapter 22 verse 7. Proverbs chapter 22 verse 7. Proverbs chapter 22 verse 7. Napata maiki pastor anisaidia haraka. Tajiri mtawala maskini, mkopaji ni mtumwa wa mkopeshaji. Kama ungependa kuangalia mahali pale, tajiri mtawala maskini, mkopaji ni mtumwa wa mkopeshaji. Ndio maana watu wengi tumekuwa watumwa. Unaona mtu ambaye ulikopa pesa na unaona mdeni wako, ukimwona kutoka mbali unapoteza njia. Kama uliweza kukopa mahali ambapo mimi unatoa mboga, kama ilikuwa mbali kidogo, unapoteza njia. Hiyo unaweka X baada muda mrefu hujalipa, na unajua nikifika mahali pale ataniuliza. Watu wengi ambao wamebadilisha njia, sio kwamba anatoa vichorochoro nyingi, ni madeni hapo hayo mingi. Ulikuwa unaona duka fulani hauonekani hapo. Ukipita hapo unaweza kupita mbio sana kama risasi, kama kuna shida inatokea. Kumbe kuna madeni. Nimesema ya kwamba unakuwa mtumwa wake. Anapoangalia mtu ambaye uko na deni, anataka kufanyia vile anataka. Na hivyo ndivyo Biblia inatuonyesha. Na tunaposoma kitabu cha Romans, inatuambia hatufai kuwa na madeni. Romans chapter 13 verse 8. Chungaji tusomee kama umepata hiyo Bible. Romans chapter 13 verse 8. Sikiza inavyosema. Warumi 13 mstari wa 8. Mstari wa 8 unasema, msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani unaruhusiwa kuwa na deni ambayo ni upendo, kwamba unaendelea kupenda. Nasema yaani ni hiyo ndio tu deni unafaa kuwa nayo ya kuendelea kupenda, sio kupatia madeni mengine. Kwa hivyo tunaona kwamba unapokuwa na deni, ibada ya kwanza nikasema ya kwamba a debt is a very painful thing in this world. Kuwa na deni ni jambo lingine ambao inaleta uchungu katika ulimwengu huu. Maana sasa hiyo katika maisha ya watu, wengine madeni yameweza kuwapeleka kotini, wengine madeni yameweza kuharibu mambo yao, wengine madeni yameharibu biashara zao, wengine madeni yameharibu uhusiano zao. Unapatia mtu deni na anakosa kulipa, mnakata uhusiano. Deni ni kitu ambacho kuna uchungu. Ndio hapo tunaangalia kwamba vile mama alikuwa ametambua kwamba hii deni inanipeleka babaya. Nikasema ya kwamba our testimony of serving God must be evident. Lazima iwe imejulikana. Wapendwa, ningependa niweze kukuambia siku ya leo kwamba ndiposa Mungu akazidi kukuinua. Wacha ushuhuda wa kumtumikia kutoka kwako ukaweza kuonekana. Maana huyo mama ameenda mbele za mtumishi wa Mungu, ni kusema ameenda mbele za Mungu akiwa na ushuhuda kwamba huyo mume wangu ni mtu namjua, alikuwa na ushuhuda, alikuwa ni mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio tuweza kuona wakati nilifundisha hapa kutoka kitabu cha Isaya. Wakati Ezekiel ameenda mbele za Mungu, ameambiwa na Isaya kwamba unakufa. Biblia inasema kwamba alienda mbele za Mungu, akamlilia kumwambia Mungu, kumbuka nimetembea mbele zako kwa uaminifu, nimetenda yaliyo mema. Huu ni ushuhuda uliodhihirika wazi. Na Mungu akaangalia ushuhuda
Ushuhuda wako unapodhihirika wazi, inaonyesha rekodi iko, rekodi yako ya mema ipo, rekodi yako ya kutenda mambo mbele za Mungu ipo. Kwa hivyo inapodhihirika hivyo, Mungu anaanza kushughulika. Ningependa kupatia mambo manne, 3 things to note, mambo manne ambayo unafaa kuyatafakari. Jambo la kwanza, the widow's husband was a servant of God. Huyu mwanamke tunayemzungumzia, mume wake alikuwa mtumishi wa Mungu. 2, this husband was a faithful servant of God. Naposoma mahali ambapo Elisha ameanza kuongea, when the issue of death came before the man of God when Elisha was told about him, he reacted on the spot. Hakwenda kuongojea, he reacted on the spot. Kuna mambo inahitaji Mungu aweze kuingilia on the spot. Kuna mambo Mungu anajua ya kwamba hayahitaji kesho. Kuna shida inapokushika, Mungu anajua ya kwamba hii shida haihitaji kesho. Mungu anaingilia on the spot. Wakati gari ikianguka na huko mahali pale, Mungu anaingilia on the spot, aweze kufanya sawasawa na mapenzi yake, aweze kunusuru mahali pale. Moto inapotokea kwa nyumba, Mungu, kuna mambo mengine Mungu hahitaji kuja kesho yake, anakuja on the spot. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mama amekuja, kuna uwezekano yule jamaa ambaye alikuwa na deni kwake, kuna uwezekano alikuwa amepanga jinsi ya kuja kuwanyakua, ikabidi Mungu aingilie on the spot. Kuna mambo in your life haihitaji kuongojea. Kuna mambo in your life sio kama kodishi kwamba hii tutaendelea tutaangalia. Hapana, kuna mambo mengine Mungu aongojei, anashuka mahali pale aweze kuondoa. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu anaelewa. For example, wakati COVID ilipoingia, kuna Mungu akaweza kuongojea, maana alikuwa anajua ya kwamba kuna watu wengine alikuwa anajua ya kwamba nafsi zako, moyo zako ni very weak. Alikuwa anajua ya kwamba moyo zako ni weak. Hiyo kitu kipanda autopoi. Kwa hivyo Mungu akaibikisha hali kwa uwezo wake. Mungu akapanga vile alikuepishia. Wengi wao walisurvive. Wengine Mungu aliangalia kama mtu akipata hii COVID atapoi. Na wengine kwa maana walizaji sikuwa very powerful. Wengine wakapata wakakoa, akapata hamu ya chakula, na baadaye akujua mali kilisha. Na wengine siku nyingine mimi alikuwa ameniambia, nilipotoka usiku, mimi nimetoka usiku na kaa kutoka kiwete kwa nyumba, sikuwa naweza kutoka kwa nyumba. Na mambo mkiwa kwa nyumba mnaweza mkatestify ile wiki za kwanza mimi. My wife ananiambia kwamba kuna wakati alikosa hamu ya chakula, testi ya chakula, kitu hata kula anasikia anakula kama matawi tu. Anasikia tu anakula kama matawi. Na hiyo ilikuwa siku moja ya COVID. Ukiwa nayo hata chakula usijali testi, usijali hata harufu, sio chochote. Akasema nikitokuwa hii sini, na huyo mgonjwa anataka kufa. Cha kwanza tuendelee kukula hii tangawizi, chai ongezwa tangawizi nyingi. Wanaongeza tangawizi, wanauliza siku nani pisa hii tangawizi, kwani mnakuchaka kukula tangawizi hapa chai? Ndio unachua pia ni dawa nzuri kwa mwili. Kumbe watu unawezekana uko na COVID, Mungu akutetea. Yesu asifiwe. Kuna mahali Mungu anaingilia on the spot. Jambo lingine, the widow was well known by the man of God. Alikuwa ni mtu ambaye anajulikana. Ukisoma mahali pale anamwambia your servant has nothing. Akimuuliza uko na nini? Akasema, hebu sikiza mama anasema. Anamuuliza Elisha, akamuuliza sasa nitakusaidiaje? Niambie kile ulicho nacho nyumbani.
Mama huyu mjane anamwambia, mimi mtumishi wako sina kitu chochote ila chupa ndogo ya mafuta. Mimi mtumishi wako anajiintroduce, mimi mtumishi wako, I have nothing in my house, sina kitu. Kitu cha kwanza, huyo mama pia alikuwa anajulikana vizuri mbele za mtumishi wa Mungu, mbele za Mungu. Jambo lingine, during the hour of need, our past records is involved. Wakati unahitaji, wakati hitaji lako, wakati ile dakika unahitaji mbele za Mungu, ile dakika ambayo hahitaji siku ya kesho, bia rekodi yako, yes, of your multiplication, of your yani vile Mungu vile baraka zako zitaenda kuongezeka. It is God who gave ideas to this woman, verse 2 and verse 3. Baada ya kumwelezea, mtumishi wa Mungu akamwambia, enda ukusanye, go and pour. Verse 3 nasema kwamba Elisha akamwambia, nenda kwa jirani zako wazime vyombo vitupu vingi kadri utakavyopata. Bwana Yesu asifiwe. I like King James the way it puts. King James anasema, naomba tunisome mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Napoendelea kusoma kwa King James, sorry. Inasema ya kwamba, then he said, go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just few. Do not gather just a few. Amemwelekeza, amempatia linkage, amempatia ideas. Yaani hata huyo ungekuwa huyu mama, unajua sasa hapa kuna mavuno. Amemwambia nenda uazime, na usiazime vichache, uazime vingi. Amepewa ideas. It is God who will give you ideas for your business to multiply. It is God who will give you ideas on how to expand your business. Sasa kile tuko na biashara, hatujui tunaanzia wapi, hatujui kazi utapatia kwa njia gani. It is God who will give you ideas. Atakupatia idea ikiwa umesimama mahali ambapo unahitajika. Kuna watu ambao ideas zinakuja na anapuuza. Wengine wako ndani ya kanisa, ideas zinakuja za kukumultiply na unapuuza. Mungu akisema nitakubariki unapotenda kazi yangu. Mungu atumane malaika, anatuma watumishi wake wanakuja kwa matibabu. God gives ideas. It is God who gives you ideas. Na shida yetu sio kama yule mwanamke, shida yetu afanyia idea. Aliweza kuokota, akaokota, alijui aliokota kiasi gani. Kuna uwezekano aliokota nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapopeana ideas, unafanyia ideas. Ideas zinakuja kwetu kupitia mahubiri. Ideas zinakuja kwetu hata zingine kupitia matangazo. Ideas zinakuja kwetu kupitia vile Mungu amepanga tuweze kupata ujumbe. Those are ideas. Anasema enda asime, lakini usiasime kidogo. It is God who gives you ideas. Wakati mambo yako yako sawa na wewe, kuna watu Mungu hawezi kuadvise, kwa sababu hata advice za Mungu kupitia watumishi wa Mungu wanazipuuza. Unaona, Mungu amepewa idea, amepewa maonyo na Mungu kupitia watumishi wake, na anapuuza tu, anaona tu mtu, anaona tu, anasema yule pastor fulani anasahau kwamba hakuna siku utasikia kwamba Mungu ametuma malaika. Wakati mama amepata, alipopata hiyo habari alichukua tu mara moja. Jambo la tatu, God will open doors of our blessings. God will open doors of your blessings in a miracle way. For His own glory, in a miracle way. God will open doors of your blessings in a miracle way. In a miracle way. In fact, it is for His own glory. Mungu amefungua njia
Amemwambia wakati huu Mungu angeambia mtumishi wa Mungu fanya nguvu pesa zingie, lakini akasema nenda uokote. Ndiposa mama atumike, ndiposa mama aweze kuona. Na wakati huo Mungu akimwambia alipotii, hakuna mtu alimnyima kichwa. Akimwambia nipe dramu moja, anambakia. Watoto wake ndio walikuwa na kazi ya kusoma, wakafikisha wanapiga zingine. Isipokuwa tu kuelezewa kuna wezekano kuchagua wale wa rich people wa wakati huo. Maana ni kama alikuwa Daudi. Mungu atafungua nchi na anategemea na kufungua kwa jirani. So that God to open doors of miracles in your life. Kitu cha kwanza nimekwisha sema hiyo. You must take a step to ask. You must take a step to request before God. You must take a step to ask God. Unaweza kuwa unapitia ngumu. Umechukua hatua ambayo inajulikana ni ngumu. Unachukua hatua ambayo unaongea na Mungu mwenyewe. Huyo mama hakutumana. Kunawezekana kitumana, lakini at this moment mama alijipeleka akaenda. Kuna wakati hauhitaji Mungu akuombee. Kuna wakati unasema ninataka kuingia inafikwa na prayer. Inafikwa na spato. Unaingia kwa maombi, unafunga. Baba unasema kama ni kukula. Tunamalizana kukula siku ya Jumatatu. Jumanne mpaka Jumatano hapo nimefunga. Mpaka mbinguni, mpaka ijulikane hiyo mtu. Unajua kula kuumia ndio sauti itapiga. Shetani anajua kwamba hapa kimumbana. Pendwa, ndiposa Mungu atupiganie. Ndiposa Mungu atupe Bwana. We must take a step of faith and ask God. Jambo la 4, God will set us free from bondages of life. Lazima Mungu atuweke huru. Sasa watoto tayari walikuwa wamezaa naso. Watoto walikuwa sana. Kwa sababu Mungu mama amemwomba Mungu. Mungu akampatia kibali. Mungu akampa bondage. Sijui ni minyororo hipi ambayo inatufunga. Unahitaji Mungu akupiganie. Tunapoenda kuomba, mpende choki ndani ya moyo wako. Which kind of bondage you are in? Jambo la mwisho, God will silence. God will silence our enemies. God will silence our enemies. Verse 7. Akamwendea akamwambia nimefanya na mafuta yamejaa. Mwambie enda use na ulipe hiyo jamaa. Na zile zinabaki utazidi kukula na utazidi kuishi kwa hiyo. Au utakuwa unauliza mtu. Wapendwa, ilikuwa ni wakati wa kuaibisha yule mtu ambaye amekuja kuchukua watoto, akapata deni yake. Kama deni yake ilikuwa ni ng'ombe 2, akabeba ng'ombe zake 2, akaenda. Kama deni yake ilikuwa ni dinari 500, akabeba dinari zake akaenda. Akaibika ile mipaka ilikuwa imepanga ya kufanya watoto wa mama mjane kuwa watumwa wake. Hiyo aibu Mungu akamwondolea. Kuna vile Mungu huondoa aibu kwa watumishi wake. Ningependa kusoma kitabu cha Acts chapter 12. Tuaje napo kusoma hivyo Acts chapter 12 verse 7 to verse 11. Ukisoma verse 7, hali ambapo Peter amefunguliwa gerezani. Acts chapter 12. Tusome kwanza mstari wa 11. Matendo ya Mitume 12 mstari wa 11. Biblia inasema hata Petro alipopata fahamu, akasema sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa ya Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe alikuwa na maadui ya mbili. Kuna matazamio ya Wayahudi, kuna Wayahudi wengine wajua ya kwamba Petro anaenda kuuawa. Kuna Wayahudi wengine wanapokuangalia wanajua ya kwamba hauna maana. Kuna watu wengine wanapokuangalia hawaoni future in your life, kwa sababu wanaangalia ile biashara yako imeteguka. Matarajio yao ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na maadui
adui mkubwa, na hapa Wayahudi wako na matarajio mengine mabaya. Akasema, nimegundua Mungu ametuma malaika wake akaniondoa gerezani mikononi mwa huyu adui mkubwa, na matarajio ya Wayahudi haitakuwa sasa. Kuna matarajio ya watu kwa ajili ya maisha yako, kuna matarajio ya watu kinyume na watoto wako, kuna matarajio ya watu kinyume na hiyo biashara yako wanaona ni ndogo. Mungu anaenda kuwaibisha hao maadui zako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usimame kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Mungu wetu anaelewa. Mungu anajua matarajio ya binadamu. Mungu ameelewa matarajio ya watu kinyume na familia ya kwako. Anajua kile ambacho wamewaza. Amejua kile ambacho wamewaza. Ni wakati wa kumtumainia Mungu akaibishe maadui zetu. Ni wakati wa kumtumainia Mungu akalete ushindi mkubwa.